Hello everyone, kwa jina naitwa Dr. Mito Isaac, ni mtaalamu wa tiba asilia na tiba lishe nchini Tanzania. Na leo tutazungumzia dalili kuu 3 ambazo zinahusiana na mfumo wa mmeng'enyo wa chakula ambazo watu wengi huwa zinawaletea confusion au kuchanganyikiwa. Unaweza ukawa unapata changamoto ya kizunguzungu au ukisimama unajisikia disequilibrium, lakini at the same time unaweza ukawa unapata hali ya kichefuchefu, nauseatic action, lakini at the same time unaweza ukawa unapata hali ya kutapika. Sawa, involuntary. Sasa ukiwa unatapika, unapata kichefuchefu na kupata kizunguzungu, just know that kwamba sehemu ya kwanza ambayo unatakiwa ujifanyie uchunguzi ni kwenye mfumo wa mmeng'enyo wa chakula. Kwenye mwili wa binadamu kuna kitu cha kitaalamu tunaita brain and gut axis. Maana yake kuna mahusiano yaliyopo kati ya mfumo wa ubongo pamoja pia na mfumo wako wa mmeng'enyo wa chakula. As the way mfumo wa ubongo kitaalamu tunauita ni Central Nervous System, CNS, ambao ni mfumo stahiki ambao unaendesha mifumo yote ya mishipa ya fahamu. Lakini at the same time mfumo wako wa mmeng'enyo wa chakula kuna mihimili ya mishipa ya fahamu mingi sana ambayo kitaalamu hapa ile eneo linaitwa mesentery au kitaalamu tunaita ni second brain, ubongo wa pili. Sawa, kwa kawaida haya maeneo mawili yana mahusiano makubwa. Kwa hiyo ukiwa na changamoto za mfumo wa mmeng'enyo kwenye ile eneo inaweza likaleta athari kwenye mishipa ya fahamu, sasa kwenye sehemu ya ubongo inaitwa cerebellum ambayo inahusika na kucoordinate hizo changamoto nzima za digestion, appetite sequence, lakini pia motor movement, uwezo wa mtu kutembea. Sasa kuna watu ambao huwa na condition kama za constipation, yani hali ya unashindwa kupata choo kwa wakati. Sasa uchafu ukiwa umeganda kwenye huu tumbo ambao unapatikana juu ya kitovu karibia na navel hapa, inaitwa transverse colon. Sawa, automatically inaweza ikasababisha impact kwenye mifumo yako ya mishipa fahamu kichwani, ambao dalili mojawapo kubwa ambayo inajitokeza kwa hali hiyo ni kupata kizunguzungu, disequilibrium. Kwa the best scenario ukiwa na kizunguzungu ambacho umeshachunguza, umefanya MRI au CT scan kwenye mfumo wa ubongo na hawajakuta uvimbe, hawajakuta chochote, hakuna hata brain lesions, maana yake makovu na kadhalika au scarring, ni muhimu sana kujiangalia unapata choo kwa wakati. Kama hupati choo kwa wakati, fix that. Sawa, rekebisha huo mfumo hapo ili ile changamoto ya kizunguzungu iweze kuisha. Number 2, unaweza ukawa unapata hizi conditions za kutapika, unakosa appetite au unajisikia kichefuchefu kila mara. Sehemu ya kujichunguza ni kwenye eneo lako la tumbo. Tumboni unapokuwa na changamoto ya acid reflux au una changamoto ya gaseous stomach, maana yake tumbo linajaa gesi. Sawa, ni lazima ujue sababu ambayo inasababisha haya matatizo mawili kutokea. Kwa mfano, kwenye acid reflux sio kwamba unazalisha acid nyingi, hapana. Automatically kwenye acid reflux maana yake mwili wako unazalisha acid kidogo, kitaalamu tunaita hypochlorhydria. Na unawezaje kujua kwamba hichi kinachosema kuhusiana na watu wengi wanapohisi wanapata kiungulia, tumbo linawaka moto, wanahisi wanazalisha acid nyingi sana? Alright, ni kwa sababu inayopelekea mtu kupata acid, yani acid kutoka tumboni na kupanda juu, ni kwa sababu ya udhaifu wa hii misuli. Sasa hii misuli huwa inaendeshwa na mishipa gani ya fahamu? Vagus nerve. Na vagus nerve inapokuwa imedhoofika, shughuli kuu 4 za tumbo hazifanyi kazi. Ya kwanza ni uwezo ile misuli kufunga na kufunga, kitaalamu tunaita traction tone. Kazi ya pili ina control kitu kinaitwa stomach emptying, chakula kitoke muda gani ndani ya tumbo. Kazi yake ya tatu ina control kiwango cha acid ambacho kinatakiwa kizalishwe ndani ya tumbo, lakini pia kazi ya 4 ina control muda maalum ambao unatakiwa uzalishe acid. Kwa hiyo hii kazi ya 3 kwenye kuzalisha kiwango cha acid ndio itadetermine kwamba mishipa fahamu inapodhoofika, misuli haifungi, at the same time acid itazalishwa kidogo ndani ya mfumo wa mmeng'enyo. Na ndio maana ukirekebisha huu mfumo ni rahisi sana kuweza kuondokana na hizo conditions za kukosa appetite, manake hamu ya kula, lakini at the same time kupata hiyo hali ya kichefuchefu ambayo inakutokea. Lakini at the same time kwenye upande wa gesi ni lazima turekebishe mfumo wako wa kongosho. Kongosho kwenye kuzalisha digestive enzymes. Ukishindwa kuzalisha vimeng'enya au digestive enzyme kwa wakati, chakula chako sasa cha protein na wanga kiingia ndani ya tumbo, wanga utachacha, lakini protein yako itaoza, putrefaction, ambao mwisho wa siku inatengeneza gesi ambazo zitakuletea shida na impact kubwa ambao unaipitia. Kwa hiyo unaweza ukafika clinic, lakini pia mabadiliko yako ya lishe unaweza ukaanza kuyafanya taratibu kwa kutembelea sehemu yetu ya meal plan au kitengo ambacho kinahusiana na lishe kwenye app yetu ya kijani kwa ajili ya kuweza kujisaidia zaidi. Karibu sana.